Lakini nilichokiota jana usiku, hivi inaweza ikawa ni kweli? Hapana. Siamini kama babangu mdogo anaweza kufanya hivi. Haiwezekani. Baba wakuniua mimi? Hapana. Haiwezekani. Baba hawezi kunifanyia hivi. Amenilinda kutoka huko mbali, kutoka utotoni mpaka saizi. Hapana. Wewe wanangu, nimewaiteni hapa, mlioyaongea jana yamesababisha mimi niwawekeni kikao leo. Yamenikumbusha mbali sana. Na mnajua nyinyi wanangu, lazima nende na waelekezeni mimi baba yenu. Kwa sababu baba kama yupo hai, ni vyema aelekeze watoto. Ni kwamba kweli mazingira ambao mlikuwa huko kwenye safari na mlioyafanya mkiwa huko mbali, Mungu aliwanyosheni mkono na mkammepata, na pia mkaniwezesha. Mazingira naoishi nayo sasa hivi hapa ni mazingira mazuri, ambapo hata ukiangalia kwenye kijiji hichi hakuna mwenye kuwa na nyumba kama hii yenye mazingira mazuri kama haya mlionifanyia. Kwa kweli Mungu aliwabariki. Na mimi pia amenibariki kwa sababu nimezaa. Hey, unawaza nini? Yaani Babako yuko? babangu. Hapo. Unamtaka? Wewe. Unataka niambie? Ni babako mimi namuogopa. Sasa naona muogopea nini? Namuogopa sana. Karibu. Sasa mimi kesho kuna semina. Na sasa hivi nywele zangu kama unavyoona zimeshachafuka, zimekuwa chafu, umenisuka muda mrefu, nataka unisuke. Yaani mwanzo hapa sina nguvu la kukusuka. Mimi. Yaani jana nimelala, nimehota, nakimbizwa, napigwa, yani mpaka sielewi. Leo asubuhi nimeamka mwili unaniuma. Yaani hivi unavyoniona hapa nahisi kama ni kweli mwenzako. Sasa wewe ndoto tu ndugu yangu wa mke hivi. Kweli kwa mwenzio mwenzangu. Kwa mwenzio. Ndoto. Yaani nimeota. Hebu imagine umeota wewe vile vitu ambavyo umeviota afu mwili ndo wa mke unakuuma. Sawa mzee. La kwanza si lazima tukujengee mzee wetu. Ni kweli. Unatakiwa ustarehe, enjoy maisha. Unaona? Ndio maana tumeamua tukuwekee hifadhi nzuri mzee wetu. Ni kweli. Sasa
Mwanangu, pamoja na yote umeyafanya ni vizuri tu. Ila kijiji hichi sio nyumbani kwetu. Kijiji hichi sio nyumbani kwetu. Ila nilikowazaini nyinyi ni kijiji kiitwaye Kabondozi. Ndiko kinaitwa Kabondozi. Ndio kwenu na ndio kwetu mimi. Sawa? Na hivyo sasa, kutokana na yale maneno mliyozungumzia jana kwamba baba tunataka tufanye miradi kwenye kijiji hichi, ndipo palikuja sasa maneno, mawazo yakaja sasa, kwa nini tujenge pasipokuwa kwetu? Wewe unajisikiaje? Afu isitoshe mimi nimeota ndoto mbaya kama nawangiwa hivi. Hilo tatizo gani linatokea yoyote? Sema mimi nimeshakuelewa. Shida yako wewe, yale uloyaona yale usingizini, yani uliyaweka akilini, yani umeyaweka kiasi cha kwamba mpaka sasa hivi ndio yanasababisha wewe unakuwa katika hali kama hiyo. Lakini sio kwamba yale uloyaota ndio kufanya wewe mwili uume. Mwili unaoma mwenzangu. Yani hapa najisikia vibaya. Yani hapa nguvu ambayo niko nayo labda niamke hapa nikachukue chombo ndio nikachote maji nioge basi. Lakini namna ya kukusuka mimi sina. Hebu tufanye nakuja jioni basi au kesho. Sasa jamani mimi sasa nisuka hiyo jioni. Nakuja kesho au jioni. Na baba sasa anarudi kurudi. Ni vyema tujenge kwetu. Maana ule mji wa Kabondozi ule, unasikia mwanangu? Ule mji wa Kabondozi ni mzuri. Baada ya kuwa kulikuja kasumba na ndio maana tukaja huko. So unajua kama mama yenu alifariki. Kwa sababu mama yenu aliumwa kwenye hicho kijiji. Na mimi mwenyewe nikawa hati. Nikaona nikimbie hicho kijiji. Nikaja kwenye kijiji hicho tulikoeko hapa. Lakini kimaendeleo hatuwezi tukafanyia hapa. Maendeleo lazima tunifanyie kwetu kule, ambako ni Kabondozi. Mzee, unajua kuna mambo fulani yanachanganya. Ndio. Kwa sababu najua mzee, sisi tulikuwa tunawasiliana siku za nyuma, kama ni simu tulikuwa tunaongea kwenye simu. Kwa nini mpaka ifikie umri huu hatujajua nyumbani kwetu? Tulikuwa tunategemea kwamba hapa ndo nyumbani kwetu, au sio mdogo wangu? Kweli babako. Anakuja sasa. Mzee huyu mimi jamani amenikosesha raha huyu. Na wewe mbona unamuonea? Kweli haki ya Mungu. Yaani kama ninashindwa kufika hapa kwenu mara kwa mara ni kwa ajili ya hivyo. Namuogopa. Yaani ndio maana kabisa, yaani sometimes usione labda kidogo nakuwa kama najitenga kidogo kwako, lakini ndio hivyo. Ila nalazimika kuja kwa kuona nitafanya nini, nataka nisuko. Sawa mwenzangu, mimi nakuja hiyo kesho. Basi kwa bwana. Ndio hivyo kaka. No. Kwa nini? Natokana na nini mzee hujatujuza mapema? Ni kweli. Maana wanangu mlitembea na mimi niliona tu kwamba utembezi wenu sio mbaya. Wenda Mungu anaweza akawabariki. Na kweli amewabariki. Na ametubadilisha kimazingira. Na ile tembea yenu mliokuwa mnatembea ilisababisha hata tusipate mwanya wa kuongea na nyinyi kawakuza kimawazo. Ila sasa hivi ndio haya nimewapeni sasa. Mkamate haya na myazingatia haya. Sawa. Sio mbaya mzee. Najua kutokana na hali halisi ya jinsi ulivyoweza kuongea hapo sio jambo mbaya, na pia nimeshukuru kuweza kujua hapa si nyumbani kwetu. Maana kama tuliweza kuongea siku hiyo, tukaongea kwamba eti hapa tuna mpango wa kuweza kufanya miradi mikubwa, na sawa. Pia ulifanya vizuri sana jambo la ile la kuweza kutuonyesha njia. Ndio. Ulisema nyumbani ni kama kama nyumbani kabisa kwetu mimi nilikozaliwa, na ndiko mlikozaliwa nyie, Kabondozi. Sawa. Pale Kabondozi, maana kwamba hapa mimi nitawaelekezeni na mpaka mtafika kwa nani. Sawa. Mnapotoka hapa, mnapoenda Kabondozi kwenye kijiji mlikozaliwa nyinyi na nilimozaliwa mimi baba yenu, kule Kabondozi kuna mzee aitwaye nani? Mzee Tito. Huyo mzee Tito ni rafiki yangu sana toka utotoni. Na mkitoka hapa mkienda kule, mfike kwa mzee Tito. Yule mzee Tito yule hataonyesheni mazingira mazuri kule. Na yupo huko. Na unajua kwamba paka tumefanya kikao hichi, tumekifanya kikao hichi kwa sababu ya kutaka kuwaelekezeni mfike huko.
Na unajua kuna familia zingine mara nyingi sana hawanaga vikao. Hawanaga vikao. Ni familia inaitwa iliyofanya nini? Iliyoharibika. Lakini unapoona mimi na wawekeni vikao watoto wangu ni kwa sababu familia ni nzuri. Sawa mzee. Na familia inakosa vikao sio familia. Familia wana vikao kama hivi nilivyowawekeni. Asante sana mzee. Shukrani sana. Ndio, fikeni huko. Sisi hatuna kipingamizi mzee. Fikeni kabisa, maendeleo yatakuwa mazuri. Ni lazima tutembelee mpango wako. Sawa. Briska mwanangu. Hebu njoo na kiti. Tupo ndani tu binti yangu. Kuna muda mwingine unatakiwa uwe karibu yangu, unazungumza na baba yako. Muda wote ndani kuna nini? Kuna kazi nilikuwa nazifanya ndani. Sawa. Sasa mimi nimekuita, kuna jambo nataka nizungumze na wewe. Unajua binti yangu, wewe ni sasa hivi toka naishi na wewe hapa ni kama miaka 10 hivi. Miaka 10 hivi. Toka wazazi wako wafariki nikaanza kuishi na wewe ni miaka 10 hivi. Na wewe ushakuwa mtu mzima. Na kama ni mtu mzima, kuna vitu ambavyo natakiwa nikushauri. Kuna mambo ambayo natakiwa tuyaweke sawa. Kuna siku utakuja kuolewa. Kuna muda unatembea peke yako. Sawa? Nafikiri kuna matukio baadhi ambayo yanajitokeza tu, lakini unashindwa kujua hayo matukio yanasababishwa na nini. Kaka msamani? Samani. Vipi hali? Shwari. Kaka vipi, wewe ni mwenyeji? Mimi ni mwenyeji hapa. Sisi ni wageni humu. Okay. Na tunafika hapa tunakuja kumtafuta mzee ambaye anaitwa Tito. Mzee Tito? Ndio. Mzee Tito ameshafariki kitambo sana mzee Tito. Unakumbuka siku ile tupo shambani huko? Ukapita kanyoka kadogo tu. Ukaanza baba! Kweli. Nilivyokuja pale nikakashika kanyoka nikakatupa. Wewe uliogopa. Lakini kwa macho yako ya utoto ulifikiri labda kabisa kwamba ni nyoka tu ya kawaida. Ila haikuwa nyoka. Mimi nakwambia. Haikuwa nyoka kabisa, bali ilikuwa ni mambo mengine ambayo watu wanafanya kwa ajili ya kutafuta. Binti yangu, unajua dunia isha kwa mbaya. Kadri ya siku zinavyoongezeka zinavyoenda, dunia inabadilika. Watu wanakuwa na tabia mbaya. Ukifanya hichi watu wanataka kukufanyia tofauti na jinsi unavyofikiria wewe. Nakumbuka kuna siku ulipika chakula. Baada ya kupika chakula ulikuwa unapika nyama, ukahesabu kwamba ulikuwa unapika minofu kama 6 kama ngapi hivi. Ukaja ukuta kwenye ile minofu ya nyama ile kuna 2 tayari ishaondoka. Ukasema, "Baba, mimi nimeona panya, ilikuwa panya, pusi imeingia." Ile ilikuwa pusi ya kawaida. Miaka 2 iliyopita walifariki. Ameshafariki? Yeah.
Ila poa, sio mbaya. Vipi, ila familia yake ipo hapa? Familia yake ipo. Vipi, waweza ukatuonesha kwake? Mbali kwake? Haina noma. Twende niwaelekeze alafu nirudi kwenye harakati zangu. Basi poa, sio mbaya. Lakini yote hayo mimi nakusaidia kama baba yako. Baada ya siku chache tu zilizopita ukaniambia umeota ndoto kuna mtu anataka kukuua. Hata yule pia hakuwa mtu wa kawaida. Mbona kama unanitisha? Usiogope mwanangu, mimi nipo baba yako. Yote hayo mimi nakusaidia. Napambana naye. Baba, bomba moja tu. Kabisa. Moja tu. Yule alikuwa kipenzi changu sana. Kwa tu nolita tamye yumne nani. Sasa hapo ocha. Mnarudi leo? Ndio mama. Kwa nini msikae?